unafanya nini? Asa unakujaje bila taarifa? Kwa hiyo kama nina shida mimi na wewe mpaka nikupigie simu niambie njoo ndo nije huku kwako wewe. Wewe unachotakiwa unakuja hapa kwanza unipa taarifa kwa sababu wewe unajua huko ndani kuna nani? Wamekuja wazazi wangu. Kaja baba, amekuja mama. Wako huko na wamekuja bila kunipa taarifa. Walikuwa wanaelekeza Kirusa, lakini kwa kutokana jua limeisha ndio akaamua waje lale hapa. Sasa mimi siwezi kumchukua Hawara nikaja nikamuonyesha baba yangu ndani. Kwetu wao ni matusi. Mimi ni mtu wa pwani, sio mtu wa bara. Watu wa bara hawana shida, lakini watu wa pwani hatuthubutu kumuonyesha Hawarako mzazi wako mpaka nikutolee barua, nikuoe ndio naruhusa kukuchukua wewe kukupeleka kwetu. Utaenda kule utachinjiwa kuku, utakula chakula kizuri kwamba mgeni amekuja. Badala hapo sasa ndio una uhuru wa kuja kwenye familia. Lakini sasa hivi uruhusi kuona wazazi wangu. Nadhani tutakuwa umenielewa. Bwana mimi hata siku ile naenda huko. Subiri kwanza. Niache niende. Tambua kwamba mimi ninaheshimika kwa mtaa. Sawa Sasa iko unachokifanya iko unaniaibishia hata mimi. Mimi sio kama wewe sikupendi. Nakupenda sana. Ila kwamba najenga heshima. Tambua mimi ni mwalimu wa madrasa. Hivi leo nikionekana mwalimu wa madrasa ana Hawara, hajaoa, unategemea mimi nitaonekana mtu wa aina gani? Mimi nitaonekana kwamba ni mtu ambaye nisiko na maadili. Niko kitu ambacho sicho. Kwa hiyo ninachokuomba, wewe nenda nyumbani. Sawa Mimi baadaye nitawaacha hapa wazee wangu walale, mimi nitakufuata kwako. Au nitakupigia simu. Tutatoka tutaenda na guest kulala. Nadhani utakuwa umenielewa. Sawa? Nakuuliza unanipenda nipende? Nakupenda na nakuthamini. Kwa unanipenda? Sana tu. Sana ndio. Hivi wewe unajitambua kweli? Najitambua, si ndio nimekuja. Mimi inawezekana kwamba nikakuta labda kuna mshale mmoja mkichwani nimekuja. Kwa sababu hivi wewe unajua hapo unakuja kwa nani? Alafu unachokuja kukifanya hapa hivi unajua uko sahihi? Alafu uko ujitambui sasa. Unachukua mpaka unaweka hapa. Iko nini ulichoweka hapa? Sisi vitu vya hapa na pale, mimi mzuka nini ndio lost stone, unaelewa mwenyewe mambo yetu mazingira, unaelewa. Unaniletea maruni hapo. Sasa mipango ya kwangu mimi na wewe unataka kuja kuweka hadharani hapa kila mtu ajue. Maana yako ni nini? Basi tutoke kama hivyo. Mimi nikuletea mzigo wenyewe unabaki kidogo hapo. Kwa hiyo nimegongea vitu. Hawa iko ulichokishika. Hivyo ndivyo ulivyo. Hivi watu sana fahamu kwamba ni mtu aina gani? Na utajua kwamba hapo umekuja kufanya nini? Sikia, tusiongee sana. Kama mimi nikupe mzigo mimi ondoke zangu. Mimi na wewe tuna ratiba za kufanyiana hivyo vitu kwa saizi. Huyu muda gani ambao unakuja? Wewe unakuja hapa usiku. Saizi unakuja saa ngapi? Acha ujinga huo. Siku nyingine usirudie upumbavu kama huo. Pumbavu. Sio elewa kabisa.
Yaani kila mtu anataka mpaka ajue mimi natumia vitu gani? Ah. Odi. Maunya. Nani? Mimi hapa rafiki yako Nedi. Nakuja sasa. Tare ndugu yangu. Nilikuwa nafanya miradi hapa, shekhe wangu. Si unajua tena Ramadhani hii lazima tuongeze jitihada ya ibada. Ndiyo bwana, habari za nyumbani? Nyumbani salama tu. Sijui hapa rafiki yangu. Vipi shemeji yangu anafunga? Shemeji yako anafunga. Na sio kufunga tu, bali ana swali mpaka tarawih. Changamoto iko kwangu mimi. Sifungi wala siswali tarawih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hivi tatizo ni nini mpaka unashindwa kufanya ibada? Alafu isitoshe wewe ni imamu, ndio ambaye utakaye kuja kuulizwa umechunga vipi katika familia yako. Leo mke wako anafanya ibada, alafu wewe unaendelea kufanya maasi. Tatizo lako ni nini haswa? Hilo ni sawa. Lakini pia kuna muda wa kufanya ibada. Hivi nifanye ibada sasa hivi? Umri bado. Yaani ibada inabidi mtu afanye kipindi cha miaka 50, 60. Hiyo ndo mida ya kufanya ibada. Kwa sababu hata gazeti linakuwa gazeti la jioni. Yaani mtu anakuwa amechakaa, ameoza, hapo anaweza kufanya ibada kwa ajili ya kutubu. Sijui umenielewa vizuri. Lakini kwa umri huu tena check bobu inabidi tena ndo tutumie ujana. Tule bata. Niambie tena swala la kufunga. Hebu sema astaghfirullah wa mara 3. Utasema astaghfirullah kwa ajili ya kukulizisha wewe. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hivi kwani una maradhi ambayo yanakusumbua mwilini mwako mpaka unashindwa kuachana na hizi habari ndani ya mwezi mmoja tu ukamtii Mwenyezi Mungu wako ili ukapata baraka, ukapata neema na ukaweza kujifungulia milango ya pepo? Ndugu yangu, kitu ambacho nachokukumbusha, wewe ulikuwa kama mimi. Tulikuwa kwenye njia moja. Tulikuwa tunaenda kula bata, tulikuwa tunafanya ushenzi wote, tulikuwa tunafanya. Mwenyezi Mungu amekuonyesha njia, umetubu. Haikuwa rahisi, ilikuwa taratibu, si ndivyo? Mimi usinikatie tamaa, hilo moja. Lakini pili, inabidi unilete kwenye njia taratibu taratibu. Lakini ukisema tu leo ninyooshe, unikunje, ninyooke, hata wewe ulianza kuwa taratibu taratibu bwana rafiki yangu. Sawa. Ila Mwenyezi Mungu amenijalia mimi kuniokoa. Na pia vile vile tumeambiwa kwamba kumbushaneni ukumbusho uliokuwa mwema.
Sasa ni wajibu wangu kukukumbusha ili uweze kuachana na maasi ambayo unayafanya, ili urudi kwa Mwenyezi Mungu wako, Mola wako akufungulie mahitaji yako na uweze kujiandaa katika safari ya kesho akhira, kwa sababu umri uliobakia ni mchache sasa hivi. Tulikotoka ni mbali, tunakoelekea ni karibu. Unajisahau. Ila mimi sijajia hayo. Kilichonileta rafiki yangu, mazingira nyumbani leo hayako vizuri. Nikasema nije kwako kama una chochote kitu uweze kunisaidia, ili mradi niweze kuokoa. Maana kama nilivyokuambia mke wangu anafunga. Kwa hiyo kama anafunga anahitaji iftari, anahitaji dako. Na siku 3 sijatoka nyumbani. Kwa hiyo kama kuna uwezekano, kama Mwenyezi Mungu amekujalia chochote, nisaidie nimpelekee mke wangu. Sawa. Ngoja nikufanyie mpango wa iftari ili shemeji yangu akapate ufuturu. Tufanye mpango wa tambi. Hayo masuala mengine ya daku hiyo utawajibika mwenyewe. Basi sawa, nitashukuru. Kwa hiyo nitakosa hata hela sigara hapo kidogo ndugu yangu. Hatari. Unaweza kumkuta shetani peponi rafiki yangu. Yaani Musa huyu leo hii ananikanya mimi. Asante sana ndugu yangu. Sasa shemeji yangu akapate hatari. Haina shida, maana leo nimeingia kwenye mfumo niliokutana nacho. Sawa basi ndugu yangu, mimi ndo nilichojia hiki. Sawa. Zingine zilikuwa porojo. Pesa nilikupa ile najua kwamba haijatimia. Ila iliyobakia nitakutumia kwa simu, sawa? Shughuli yako umemaliza vizuri tu. Alafu pesa yangu mimi ndio utanimalizia baadaye. Kwanza nikwambie kitu kimoja. Unajua nimetoa nyumbani kwa sababu gani? Najua kuna ndani tulizozana. Alafu kule dirishani wanawezekana kupita watu wakatusikia. Mwisho wa siku mimi nikashuka hadhi yangu. Hivyo nakuomba wewe nenda, sawa? Mimi nitakutumia kwenye simu, sawa? Ondoa shaka. Mimi ni mwaminifu. Maana nimekuleta kwa wale ili tuongee kistaarabu. Sawa? Tuongee kistaarabu baada ya kutimiza haja zako, ndio unaniambia nusu utanipa baadaye. Sasa basi. Naomba unisikilize kwa makini. Kwanza show zangu haziwi mbovu. Na pia sipendi kufanya kazi alafu nicheleweshwe pesa yangu. Sawa? Unaniahidi nini kuhusu hiyo hela? Ndio maana nikwambiaje? Wewe nakuomba nenda, mimi baadaye nitakutumia hapo. Na nakuomba usije pasipo mimi mwenyewe kukuambia uje. Si mimi ni vizuri. Sawa. Mimi nakwenda kweli. Lakini usiponitumia pesa yangu, nitakufuata hapa hapa. Tena mchana kweupe nitakuja kukuanzishia vurumai. Hutoamini. Watu wote watakujua wewe ni ustazi, lakini ustazi mchafu. Sawa, hamna shida. Ila nakuomba usije kaniharibia, sawa? Mimi hapa naheshimika. Mimi hapa ni mtu mkubwa. Mai. Hebu nielewi basi. Nikuelewe mbele ya pesa. Nakuomba wewe. Nitakutumia lako. Sawa. Ole wako usinitumie. Sawa. Yaani nitakudhalilisha. Unajua ustazi ubwabwa wewe. Eti ustazi. Sawa. Maunya. Karibu.
Shukrani. Vipi? Mbona ni ghafla? Sasa ghafla mtu kwa mshikaji wake kweli? Siku nyingine kama unakuja, naomba tupigiane simu. Hivi ulipotoka kuna mtu unaona? Ya, kuna dada nilipishana naye hapa nje. Kwani vipi? Hamna. Na nini yule Buha yule? Anakupisha sababu. Kuna changamoto. Maana nimerudi nyumbani makelele kama unavyojua shemeji yako. Lakini kuna vitu inabidi tuzungumze. Na si vyema tuvizungumze hapa nje. Ni vyema tuingie ndani. Sawa. Karibu. Mke wangu. Abe mme wangu. Unavyoniita mme wangu nafarijika sana. Kweli. Kabisa. Lakini nilikuwa kuna jambo ambalo nalokuomba. Ujitahidi sokoni usichelewe kurudi. Sawa mme wangu, hilo nimeliona na ndio maana naenda niwahi kurudi. Sawa. Lakini pili na tatu, endapo utawahi kurudi, zawadi yako nazi utakayotoka nayo sokoni, basi mimi ndiye nitakayeikuna. Kweli mme wangu. Kabisa. Nachokwambia namaanisha. Yaani unavyonipenda mara moja mimi nakupenda mara mbili. Kweli. Ukinipenda mara 100 mimi nakupenda mara 200. Wow. Basi sawa. Cha kuzingatia ndio hicho. Ujitahidi utapoenda sokoni huko, ufanye mambo yako chap. Uwahi kurudi. Sawa, bye mme wangu. Bye. Bye. Nakupenda. Mashallah. Achana mimi wewe mvuta bange. Unaona nivutafuta mimi unanijua sana. Wewe umenitoa ndani alafu mpaka umenifikisha hapa. Alafu cha maana kenyewe chote uongei, unanikazania tu kunitolea mijicho. Blaza, sijaje hapo kupoteza muda. Hata Chizi mwenyewe ukimpa nafasi, anasema ukweli. Ukweli gani ambao unaongea Chizi? Hapa kuna dili ya pesa. Kuna dili la hela? Ndio. Na tusipoteze wakati wenzetu. Hivi unachokiongea unamaanisha au kwa sababu ya akili zako za kibange bange ndio zinakutuma uniambie mimi kwamba kuna dili la hela? Blaza, namaanisha. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Tunaenda huko. Ole wako. Hilo dili la hela lisiwepo. Akili zako za kuvuta bange hizo, hicho kiduku chako nitakinyolea mbali. Wewe wenzetu chapu sipoteze wakati. Mtoto wewe. Hivi Kongo wako iko hai kweli? Iko hai? Kama wewe uko hivyo. Je, yeye atakuwaje? Samahani. Yaani hapo ndo nakupa mipaka. Unanikosea? Baby. Sasa mimi sinakutania tu lakini si unajua wapenzi huwa wanataniana. Kwa hiyo umebahatisha vipi? Unanitania hapo? Yeah. Kiukweli kwa kazi uliyoifanya leo hata cha kukulipa sina. Kweli. Maana umenimshia mpira ukadimshia mpira kani dada wanangu.
Ajabu. Mapira kitenesi. Mashallah. Ila labda nikwambie kitu kimoja. Hivi mnashangaa nini? Mnachokishangaa nyinyi ni nini? Mungu ni mkubwa sana. Dhambi yote ambayo umefanya, rafiki yangu, ambaye niliyekuamini, leo ndo hatima yake. Nisingejua tu kwa urahisi. Unajua ni kipi ambacho kimenifanya nifahamu? Ukweli wote nimeupata hapa. Wewe ndo unahusika masuala haya? Na ndo mimi. Mimi nimeamua kusema kweli, maana nilichoka. Sasa ndio unafanya nini? Sasa unakujaje bila taarifa? Kwa hiyo kama nina shida mimi na wewe mpaka nikupigie simu niambie njoo ndo nije huku kwako wewe. Wewe unachotakiwa unakuja hapa kwa kunipa taarifa kwa sababu wewe unajua huko ndani kuna nani? Wamekuja wazazi wangu. Kaja baba, amekuja mama. Wako huko na wamekuja bila kunipa taarifa. Walikuwa wanaelekea zao Kirusa, lakini kwa kutokana jua limeisha ndio akaamua waje lale hapa. Sasa mimi siwezi kuichukua hawara nikaja nikamuonyesha baba yangu ndani. Bwana mimi hata siku ile naenda huko. Subiri kwanza. Niache niende. Tambua kwamba mimi naheshimika kwa mtaa. Sawa Sasa iko unachokifanya iko unaniaibishia hata mimi. Mimi sio kama wewe sikupendi. Nakupenda sana. Ila kwamba najenga heshima. Tambua mimi ni mwalimu wa madrasa. Hivi leo nikionekana mwalimu wa madrasa ana hawara, hajaoa, unategemea mimi nitaonekana mtu wa aina gani? Ni hayo tu. Sadam. Kumbe wewe ni snitch Wewe ni Yuda. Sasa nikwambie kitu kimoja. Ulichokutumia usije ukarudia tena, maana hii ni hatari. Unaweza kaua mtu. Nyamaza. Yaani wewe nimekukuta na mke wangu kwa ushahidi kabisa. Unamnyamazisha, ulitaka afanyaje? Au asemeje? Kitu ambacho umesahau rafiki yangu. Wewe ndio uliokuwa unanikataza maaswi. Wewe ndio uliokuwa unanilingania kwenye dini. Na wewe ndiye uliokuwa unanipa misingi ya jinsi gani mimi kuishi na mke wangu. Lakini kumbe wewe kukosa kwangu mimi misaada ambayo ulikuwa unanisaidia, ulikuwa unanisaidia kwa malengo ili umpate mke wangu. Hapana. Sasa umeshampata. Sikiliza nawe kungulumaji. Ulichokibakisha nyumbani kwangu ni vilago vyako pamoja na talaka. Umenielewa? Sitaki kusikia chochote kile. Mimi naondoka. Lakini njoo kwangu kwa kufuata vilago vyako na talaka. Nimemaliza. Rafiki yangu. Asante. Asante. Naomba nisamehe. Hakuna cha samahani. Na nafikiri haya ndo malipo yangu. Na hii ndo fadhila yangu. Ya ziki yangu ndo imenisababishia kufikia hapa. Maisha mema. Bora uende kwa mume wako, sawa? Hapa sitaki nikuone. Sijui unanielewa vizuri. Sitaki nikuone kabisa. Na leta. Sasa mimi nikaenda kule nitaenda kunipiga. Utafanyaje? Chakwa sosa sasa. Bora uende. Shetani.